Kama mnavyofahamu ndugu zangu, mradi wa elimu ya juu kwa mageuzi ya kiuchumi, lengo lake ni kufanya vyuo vikuu viweze kuwa na maana kwenye maendeleo ya uchumi wa nchi yetu, kwa maana ya relevance. Mradi huu ni mradi mahususi, nadhani ni mradi wa kwanza kabisa hapa nchini kwa mahususi kwa elimu ya juu. Mtakubaliana na mimi wale ambao mna kumbukumbu nzuri ya huko nyuma, tumewahi kuwa na miradi mahususi kwa ajili ya elimu ya awali, tumewahi kuwa na miradi mahususi kwa ajili ya elimu ya sekondari, lakini hii ni mara ya kwanza tunakuwa na mradi mahususi kwa ajili ya elimu ya juu. Na dhana nzima ni kwamba tunatambua kutokana na hiyo miradi mahususi iliyotekelezwa huko nyuma, imepelekea ongezeko la vijana wanaomaliza aidha kidato cha 6 na wanataka kuingia chuo kikuu, au waliomaliza ngazi ya diploma kwa hiyo wanataka kuingia chuo kikuu. Lakini hiyo ukijumlisha na sera ya nchi yetu ya kuwa na elimu bila ada, imewezesha pia ongezeko la wanaoingia shuleni na kufika mwisho na hatimaye kumaliza kidato cha 6 na kutaka kuingia chuo kikuu. Kwa hiyo idadi ya vijana wanaomaliza elimu ya sekondari ya juu au stashahada ni kubwa kuliko nafasi zilizopo vyuo vikuu kwa sasa hivi. Mnafahamu kwamba idadi ya wanafunzi ambao mnaruhusiwa kuenroll kila mwaka inakuwa set na TCU, na inategemea sana na infrastructure zilizopo pamoja na human resource mlionayo. Sasa upande wa infrastructure ulikuwa unatu limit kidogo kwenye kuongeza capacity ya kuenroll. Kwa hiyo hii initiative ya kujenga hizi campuses 16 inaenda kusolve hilo changamoto kubwa lililopo kwenye admission au udahili katika elimu ya juu. Na dhana ya serikali yetu ni kuhakikisha kwamba hakuna mtoto anabaki nyuma. Tunasema leave no one behind, leave no child behind. Kwamba kila ambaye anastahili kupata elimu ya juu anapata hiyo elimu kwa sababu anastahili, na asikose hiyo elimu tu kwa sababu admission capacity iko limited kwenye hizi institutions zetu. Kwa hiyo mtakubaliana na mimi kwamba huu ni mradi wa kipaumbele ambao tunataka sana uweze kufanikiwa na kutimiza yale malengo ya kuanzishwa kwake. Hizo kampasi zetu 16 hizo mpya, nyingi zimejengwa maeneo ambayo yalikuwa pembezoni, na kule tunategemea ule ujenzi wa ile kampasi pale utaleta kitu ambacho neno zuri la kizungu socio economic development. Palikuwa hakuna barabara imejengwa. Tutoe tu mfano pale Mkinga, palikuwa hakuna maji yamevutwa, umeme umevutwa, na hiyo kunakuwa kama kamji kanaanza pale. Waheshimiwa viongozi, hapo kuna fursa za uchumi, kuna fursa za kuengage private sector. Kwa hiyo tumefurahi sana kwamba leo wakurugenzi mpo hapa. Kuna kinachoendelea ndani ya chuo, lakini kunachoendelea kuzunguka chuo. Waheshimiwa viongozi, kampasi zetu baadaye tutapata wasilisho kutoka kwa timu yangu hapa. Kampasi zetu zitadahili wanafunzi kuanzia 1000 kwenda mbele mpaka 7000, 8000. Hizi kampasi mpya za pembezoni. Hawa ni wengi. Patakuwa na walimu wao, patakuwa na wafanyakazi wengine wa hivyo vyuo vyetu. Kampasi zetu hizo wanahitaji pa kukaa, wanahitaji pa kwenda kupumzika jioni. Kuna private sector engagement ambayo inakuwa pale. Tunamshukuru sana Mheshimiwa Rais wa awamu ya 6 Daktari Samia Suluhu Hassan kwa kuleta ile campus pale, kwa sababu italeta mabadiliko makubwa ya kiuchumi, mabadiliko ya kijamii. Kuna mahitaji pia tabia tujenge pia na zahanati kwa ajili ya huduma za afya na nini kwa mambo kama hayo, na hakika atasaidia kuinua uchumi wa wananchi. Lakini kikubwa zaidi, wanafunzi wanaosoma pale watatoka na ujuzi ambao utasaidia kujiajiri na kuweza kuendesha maisha yao na hatimaye kuinua uchumi wa kwao binafsi, lakini uchumi wa familia zao pamoja na uchumi wa nchi kwa ujumla wake. Tunashukuru serikali ya Mama Samia Suluhu Hassan ambayo imetuwezesha kupata chuo cha Mzumbe katika eneo letu la Mkinga kwenye kata ya Gombero. Katika ujenzi huu kuna faida mbalimbali ambazo sisi wanamkinga tutazipata. Kwanza kiuchumi na vile vile kielimu. Katika
swala la kielimu ni kwamba tutakuwa na wanafunzi wengi zaidi katika halmashauri yetu ambao watakuwa wanajifunza kupitia chuo hichi, kwamba watakuwa wanaona ndugu zao wale ambao wanakuja kusoma pale, na vile vile tumeambiwa kwamba chuo hichi hakitafundisha formal education tu, pia informal education itafundishwa. Tumedhamiria tunaboresha elimu.